watu wengi wametumia nguvu ya kuhusiana kana kwamba ni kigezo, na wameipamba kwa namna nzuri kiasi kwamba imegeuka sasa kuwa mtego. Kwa mfano, ukiwakuta watu waliookoka watakataa kukana wenye dhambi kwa sababu wanaamini ukikana mwenye dhambi atakusababisha na utende dhambi. Okay, sawa. Haina shida katika hilo. Lakini ninaamini kama hicho ni kigezo ambacho mtu amekitumia kwa ajili ya kukwepa majukumu ambayo yanatakiwa kuyafanya. Nimekutana na marafiki zangu kadhaa na nimekutana na watu wengi ambao, rafiki yangu mmoja akaniambia nataka kuja kuimba kwenye kwaya ambayo ni kubwa sana. Nikamwambia unaonaje sasa wewe uanzishe kwaya ndogo ili uikuze iwe kubwa? Akanipa sababu alizonipa. Rafiki yangu mwingine akaniambia nataka kuja kuabudu kwenye kanisa ambalo lina praise team nzuri, wanaabudu safi. Nikamwambia hivi inakuaje kama ukipelekwa kijijini hata kuabudu vizuri inawezekana hawajui. Kwa mfano mimi nilitoka Dar es Salaam kwenye kanisa ambalo lina music system nzuri, lakini nikaenda Iringa sehemu kanisa ambalo speaker tu tunatumia beat ambazo zilisharekodiwaga na waimbaji mbalimbali, huko ndo tunatumia kwa ajili ya kuimba. Tusipotumia hizo manake tunatumia ngoma. Sasa naweza kusema nini hapo? Kwa hiyo kuna watu wametumia vigezo kadhaa kwenye swala la ile nguvu ya kuhusiana na kujipa sababu ya kutokuhusiana na aina fulani ya watu kwa kuogopa kwamba wao watadhurika. Ni kweli kuna watu ukihusiana nao lazima utadhurika, lakini kama hujui wewe ni nani. Lakini ukweli ni kwamba ukijua wewe ni nani, hauwezi ukadhurika na watu wa aina yoyote ile. Nitakuonesha mifano alafu utaona namna gani unavyoweza kusaidika. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 16 anasema hivi: au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye, maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Hii ni haya maandiko ni kutoka katika Agano la Kale, kwamba Mungu alizungumza hivyo kwamba wale wawili watakuwa mwili mmoja. Lakini hapa ni Paulo anazungumza kwamba je, amjui kwamba mtu aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Nikaenda kutafuta asili ya neno aliyeungwa. Asili ya neno aliyeungwa linatokana na neno la Kigiriki linatumika kolao. Kolao maana yake ni kuunganishwa kwa kutumia gundi, kufanywa muwe pamoja. Lakini pia kwa mfano ukitumia cement inatumika kuunganisha, labda kwa mfano ukitengeneza zege jinsi ilivyokuwa ngumu kiasi kwamba ni ngumu hata kuitenganisha, hiyo pia ni miongoni mwa moja hapo ya neno kolao. Kwa hiyo tafsiri ya neno hapa sio kukaa na kahaba. Tafsiri ya aliyeungwa maana yake ni kufanywa kuwa mwili mmoja. Kwa kilicholengwa hapa sio kukaa na kahaba, sio kuongea na kahaba, ni kufanywa mwili mmoja. Ijapokuwa Biblia inasema hivi, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Maana yake hivi, yeye anayeyasikia hayo mazungumzo na yeye anayeyaongea hayo mazungumzo, wote tabia zao zinaweza kubadilishwa. Sasa iko hivi, nikuulize swali. Unayakumbuka yale maombi ya Yesu alikuwa akiomba ya kwamba Baba ninaomba usiwatoe ulimwenguni humo bali uwalinde. Yesu alijua kabisa ametununua kwa damu yake, lakini anatuacha tukae katika dunia iliyoharibika. Tafsiri ya ulimwengu kwenye kitabu cha Yohana ni mfumo ulioharibika ambao kiongozi wao ni Shetani. Ndio Yohana tafsiri yake akisema ulimwengu anasema ni mfumo ulioharibikiwa
ambaye kiongozi wao ni shetani. Kwa Yesu anaomba, amesema hivi, ninawaacha ulimwenguni, lakini ninaomba Baba uwalinde. Yaani maana yake katikati ya dhoruba hiyo, katikati ya kuwa na watu wanaotukana, katikati ya kukaa na watu ambao wana tabia hizi na hizi, tuendelee kuwa vile vile sawasawa na alivyotununua. Nitakuonesha hatua kwa hatua, na utaona namna ambavyo sisi tofauti na yani tukija kwenye swala la kujifunza kwa habari ya nguvu ya mahusiano, nguvu ya kuhusiana, tuna kautofauti fulani na watu wengine ambao hawajamjua Yesu Kristo na hawajamkiri kuwa Yesu Kristo kwa ndo Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Sasa labda nikuoneshe kutoka katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23, anasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, yani mmeokoka, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Mbegu gani isiyoharibika? Kwa neno la Mungu lenye uzima, lidumulo hata milele. Yani tafsiri ya lidumulo manake halibadiliki. Ndio maana Mungu semeni anasema mimi si kigeugeu, kwa sababu yeye sio kigeugeu, neno lake sio kigeugeu wala habadiliki. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa tumeokolewa kwa mbegu isiyoharibika. Kwa hiyo mtu anayemwamini Yesu Kristo, ndani yake ana mbegu isiyoharibika wala kuharibiwa na chochote. Angalia mbegu gani? Tuangalie mfano. Yesu alikaa na makahaba, hawakumharibu tabia. Alikaa na watoza ushuru, hawakumharibu tabia. Alikaa na watu wenye matatizo mbalimbali, wenye dhambi mbalimbali, lakini hawakumharibu tabia. Unajua kwa nini hawakumharibu tabia? Hilo ni swali ambalo ni muhimu pia ulijue. Ni kwa nini asiharibikiwe kitabia, alafu sisi iwe rahisi kuharibikiwa kitabia? Cha kwanza, Yesu ni mbegu isiyoharibikiwa. Kwa hiyo Yesu atakikana mzinzi hatiwi unajisi. Yesu akikana kahaba, akikana nani, hatiwi unajisi. Kwa sababu gani? Yeye ni mbegu isiyoharibikiwa. Sasa basi, kama yeye ni mbegu isiyoharibikiwa, kwa nini sisi tunaogopa sana kukaa na hao watu? Nitakuonesha sababu kwa nini sisi tunaogopa sana kukaa na hao watu. Na hizo sababu ni kujitetea tu, wala sio sababu za msingi. Ukisoma katika Wakolosai 3 mstari wa 3 anasema hivi: sisi tumekufa. Kama tumekufa, maana yake hatuna uhai. Anasema na uhai wetu umefichwa na Yesu Kristo katika nani? Katika Mungu. Ukisoma hiyo katika Wakolosai sura ya 3 mstari wa 3, anasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Yani maana yake sisi uhai wetu umelindwa, haubadilishwi na tabia. Yani roho zetu hazibadilishwi na tabia ya mtu. Roho zetu hazibadilishwi na watu tunaokaa nao. Roho zetu hazibadilishwi na mawazo tunayopewa. Roho zetu hazibadilishwi na mashauri tunayopewa. Roho zetu hazibadilishwi. Kinachobadilishwa ni nafsi. Na ndio maana katika ukisoma katika Warumi anasema basi mgeuzwe nia zenu, mfanywe upya, msifatishe namna ya dunia hii, bali mfanywe upya nia zenu. Kwa nini? Kwa neno la Mungu. Kwa hiyo sasa, kinachosababisha watu kubadilishwa, na kumbuka hatubadilishwi roho, tunabadilishwa nafsi. Kwa hiyo nafsi zetu zinapopokea kile na kukitilia makini na kukiamini. Sikiza, maisha unayoishi ni ile elimu ulioiamini ukaiweka kwenye matendo, ndo maisha. Sio ile ulioisikia, sio ile ulioiona, ile ulioiamini. Yani unaweza ukaona kitu lakini usikiamini, hakina msaada tena kwako. Unaweza ukasikia kitu usikiamini, hakina msaada kwako. Unaweza ukagusa kitu usikiamini, hakina msaada kwako. Kile utakachokiamini kwamba kinafaa ndicho kinachoweza kukubadilisha wewe na kukufanya upya. Lakini ukumbuke roho yako imelindwa. Kwa kinachobadilika sisi kwetu sio roho, kinachobadilika sisi ni nafsi.
roho imenunuliwa, imefanywa upya tena kwa mbegu isiyoharibika, manake haibadiliki. Yesu alikana makahaba, kwa hiyo hata roho yako ikikana makahaba haibadilishwi. Kitakachobadilishwa ni namna mfumo wako wa kufikiri. Unawaza nini, unanena nini, unatenda nini. Hivyo ndivyo vitakavyobadilika. Sasa ninapenda nikuoneshe vitu vichache. Kwa mfano, embo angalia. Tunaanza mfano wa kwanza. Unamkumbuka Yusufu. Yusufu alikuwa ni yule muota ndoto. Alikuwa akiota ndoto anawaambia ndugu zake. Walikuwa bado wanamkatalia, lakini Yusufu hakuacha kuamini kwenye ile ndoto aliyokuwa anaiota. Bado japokuwa alikuwa hawaachi ndugu zake, bado alikuwa anaendelea kuamini kwenye ile ndoto aliyokuwa anaiota. Okay, ametoka hapo akauzwa utumwani. Ameuzwa utumwani wapi? Akanunuliwa na mzee mmoja anaitwa Potifa. Amekaa na Potifa asilimia kubwa, muda mwingi Potifa yupo kwenye kazi zake. Muda mwingi amekaa na mke wa Potifa ambaye anawaza uzinzi tu. Yaani kila akimwona Yusufu, Yusufu twende tukalale, Yusufu twende tukafanye hivi, Yusufu twende. Lakini hata hapo Yusufu hakubadilishwa na mke wa Potifa. Sio kama unaiona. Yusufu ametoka hapo. Nataka nikuoneshe watu ambao muda mwingi Yusufu amekaa nao. Yusufu ametoka hapo akapelekwa gerezani. Ameenda kukaa na wafungwa. Haionyeshi wafungwa walikuwa na tabia gani, lakini hauoni kama Yusufu akiwa na tabia yoyote ambayo inafanana na hao wafungwa. Biblia haionyeshi hicho kitu. Kwa hiyo ninaamini hata katika kukaa na wafungwa Yusufu alionekana bora kuliko wafungwa. Kwa nini? Alionyesha kile kilichoko ndani yake ni tofauti na walivyo navyo watu wengine. Yusufu akatoka hapo ameenda Misri. Amekaa huko Misri mpaka ametumika kwa namna alivyotumika. Huoni alikiharibikiwa. Nimwache Yusufu nije kwa Musa. Musa amelelewa baada ya miezi 3 ya kuzaliwa, amelelewa katika nyumba ya Farao mpaka anafikisha miaka 40. Amefundishwa elimu yote ya Kimisri. Amefundishwa kila kitu, lakini ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 24, anaongea kitu cha ajabu sana. 11 mstari wa 24 anasema hivi: kwa imani na Yusufu naye. Kwa nikusomee vizuri hapa, anazungumza tabia ambayo ameionyesha Yusufu katikati ya nyakati hizo. Anasema kwa imani Musa, sio Yusufu, Musa alipozaliwa akafichwa miezi 3 na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kwa amekaa miaka 40 akifundishwa tabia, elimu na kila kitu cha Misri, lakini hata hivyo pia havikumbadilisha Yusufu kwenye asili yake. Aliendelea kuamini ya kwamba mimi sio mtoto wa binti Farao, hata kama ninakula vizuri hapa kwenye ufalme, ninaishi vizuri hapa kwenye ufalme, ninafanya vitu vingi hapa kwenye ufalme, lakini mimi sio mtu wa hapa. Nadhani sasa unaona nguvu ya mahusiano ya kuhusiana. Mtu aliyoko karibu nawe anaweza kukuambukiza, lakini mwenye uamuzi wa kukubali kubadilishwa au kutokubadilishwa sio yule mtu uliyokuwa naye, ni wewe mwenyewe. Nikupeleke tena kwenye sehemu nyingine. Unamkumbuka nadhani Yoshua alikuwa na mwenzake anaitwa Kalebu, lakini walikuwa na wale wapelelezi wengine ambao wenyewe wapelelezi walikuwa wengine 10, ukijumlisha na Yoshua na Kalebu walikuwa 12. Kwa hiyo wenyewe wapelelezi wengi wanawaza mabaya, wanawaza wao ni panzi, wao ni nini na nini, lakini Yoshua na mwenzake hawakubadilishwa na kile ambacho wapelelezi wengine wamebadilishwa. Kwa hiyo shida sio watu wanaokuzunguka. Shida ni wewe mwenyewe. Shida sio kwamba unataka kukaa na watu wakubwa. Unaweza usikae na watu wakubwa. Kwa mfano, umezaliwa kijiji, mtu amezaliwa kijijini. Umeambiwa ukitaka kuwa daktari kaa karibu na madaktari. Kijijini kabisa uko daktari unamtolea wapi? Hata mtu wa kumuiga mfano namna ya kuishi humpati usipokuwa tu unakaa karibu na wachunga kondoo, wachunga mbuzi, wakulima tu wa nyanya na bamia na pilipili. Hao ndio watu ambao ni marafiki zako wa karibu. Lakini hiyo haikuzuii, kwa sababu wao ni Mungu amewasaidia kuwa vile walivyo. Lakini pia hiyo haikufanyi wewe kutokufikia kile ambacho Mungu amekukusudia.
Kwa hiyo sio kigezo. Watu wengi wasitumie nguvu ya kuhusiana kana kwamba ni kigezo cha kutokuwaathiri watu wengine kwa ile kweli ya Mungu alionayo. Sikiliza, kuna watu ni walevi, unatakiwa ukae nao na uwapende na uwape kile ambacho Mungu amekupa ndani yako. Kuwakimbia wagonjwa manake ni kukimbia majukumu uliotakiwa kuyafanya. Kwa hiyo ni excuse. Hiyo ni sababu ya kujitetea ya watu wengi. Ukitaka kuwa mtu mkubwa usikae na watu wanaofikiria hivi. Sawa, natumia hata mfano wa huyo tai sijui nini na nini, lakini ninachokiamini ni kitu kimoja. Mwenye ruhusa ya kuharibikiwa ni wewe mwenyewe. Unaweza ukakaa na watu ambao hawana mawazo mazuri na wewe ukatumika kuwapa mawazo mazuri. Fikiria, kama daktari anayeshinda hospitalini anakaa na wagonjwa, basi na yeye alitakiwa kuwa mgonjwa, kwa sababu daktari ndiye mwenye tiba na anakaa na wagonjwa muda mwingi sana, kwa alitakiwa yeye kuwa mgonjwa. Okay, sijaeleweka vizuri. Fikiri, umezaliwa katika jamii ambayo wanaamini uchawi sana, alafu baadaye unakuja kuelimika, unajua ya kwamba uchawi sio issue ya maana sana. Unafanyaje? Unaiacha jamii yako. Okay, ukiacha, nani ataisaidia jamii yako kutoka iliko? Kwa hiyo, na huwezi ukaibadilisha jamii ukiwa nje. Wanasaikolojia wanasema hivi, huwezi ukamtoa mtu kwenye dunia yake kwa kumwambia dunia yake ni mbaya. Ni lazima uingie kwenye dunia yake, umfundishe, umuoneshe kwamba kuna dunia nyingine. So kwa kumwambia kwamba hii dunia yako ni mbaya utoke, umuoneshe kwamba kuna dunia nyingine ambayo ina maisha mengine. Kwa hiyo akiangalia utofauti wa dunia anayoishi na dunia nyingine au maisha mengine ambayo hayaishi yeye, akiona ni mazuri ni yapi, ataamua yeye mwenyewe kubadilika. Ndio maana huoni Yesu akikana wa makahaba akiwaanza kuwalaumu makahaba na vitu kama hivyo, lakini anawaonesha kile ambacho wao ndio walitakiwa kuwa nacho. Kwa ukishajua kwamba wewe ni nani na hukutakiwa kuwa nani, hauwezi ukataka kuwa yule ambaye hukutakiwa kuwa. Utakuwa vile ambavyo unatakiwa kuwa. Kwa shida ya watu wengi sio watu wanaowazunguka. Shida ya watu wengi ni namna ambavyo wanawatreat au watu waliowazunguka. Ukimwona watu waliokuzunguka kana kwamba ndio kila kitu kwenye maisha yako, watakuathiri kwa mfumo huo. Lakini ukiona kwamba watu wanaokuzunguka unaweza ukawaathiri kwa mfumo mwingine, itakuwa hivyo. Kwa hiyo usitumie kigezo cha masuala ya kuhusiana kana kwamba ndio sababu ya msingi ya wewe kujitetea na kuamua kutafuta eneo zuri ndio ukae hapo ili ufanikiwe kirahisi. Angalia sasa, kuna kesi mbili ambazo nataka uzifananishe alafu uone utofauti wake. Kesi ya kwanza ni ya kuhusu Petro. Petro alikuwa anahubiri injili kwa watu wa Israeli au Wayahudi, lakini baadaye alivyogundua Paulo anahubiri injili ya mataifa na akaona kwa mataifa kuna uhuru fulani, kwa sababu Wayahudi walikuwa wana sheria ngumu sana namna ya kuabudu. Sasa unakuja kuona Petro anaendelea kuhubiri kile cha Wayahudi, lakini anataka kuishi kama mataifa wanavyoishi. Paulo akamkatalia, akamwambia hapana. Ukisoma katika hiyo Wagalatia sura ya 2 mstari wa 11 hadi 18 anasema hivi, lakini Kefa alipokuja Antiokia na alishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kwa sababu gani? Kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Umeona, yeye sio mtu wa mataifa na alikuwa hasisitizi issue za kimataifa, alikuwa anasisitiza sana issue za Kiyahudi. Anasema hivi, lakini walipokuja wao akarudi nyuma akajitenga, huku akiwaogopa waliotahiriwa, yani hao Wayahudi. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Wala alipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na ile kweli ya injili, nilimwambia Kefa mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za
mataifa wala si za Wayahudi. Kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Yaani Petro, changamoto ya Petro alikuwa ni mnafiki. Yeye ni Myahudi. Myahudi waga hawachangamani na watu wasiotailiwa ambao tunaitwa watu wa mataifa. Lakini kukiwa hakuna Wayahudi, Petro alikuwa anajichanganya na watu wa mataifa, anaishi kama watu wa mataifa. Wakija Wayahudi anajifanya kuwatenga wale watu wa mataifa, anaanza kuishi kama Myahudi. Lakini akikaa na watu wa mataifa anafanya mambo ya watu wa mataifa, lakini anawasisitiza watu wa mataifa wafuate desturi za Wayahudi. Huo ni unafiki ambao Petro amefanyaje? Petro alikuwa anaufanya. Lakini sasa angalia kesi nyingine inapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 9. Ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 20, Petro anazungumza namna ambavyo sasa yeye anafanya. Ukiondoa huu unafiki wa Petro, hapa Paulo anaeleza namna ambavyo anafanya. Anasema hivi, na alikuwa kama Myahudi kwa Wayahudi ili niwapate Wayahudi. Kwa wale walio chini ya sheria na alikuwa kama chini ya sheria, ingawa mimi mwenyewe si chini ya sheria, ili niwapate walio chini ya sheria. Huu si unafiki. Hii ni njia ambayo Paulo ameitumia ili awapate hao watu waliowakusudia, kwa sababu huwezi kumtoa mtu kwenye dunia yake mpaka uingie kwenye dunia yake, ujue dunia yake ilivyo, ndipo umsaidie kujua dunia nyingine na yeye afanye maamuzi ya kujitoa kwenye hiyo dunia. Kwa mtu mwenyewe anaamua. Kwa mfano, hapa mimi ninakueleza kweli ya neno la Mungu. Ukishajua kweli ya neno la Mungu, utaangalia maisha unayoishi, utaangalia kweli inavyosema, kama kuna maisha mengine mapya zaidi ya hayo maisha unayoishi. Ukiona maisha mapya ni maisha mazuri kuliko ni maisha unayoishi, unaamua sasa either ubakie kwenye maisha uliokuwa unaendelea kuishi au ubadilike kwenye maisha ambayo mengine mapya. Kwa hiyo Petro alikuwa anafanya unafiki. Hataki kuwaeleza watu kweli. Anaishi na anafurahisha maisha ya mataifa, lakini kiunafiki. Yaani wakija wenzake anakataa. Lakini Paulo hata Wayahudi wakija, anawaambia kabisa, mimi injili yangu ni injili ya mataifa. Kwa hiyo sifungwi na sheria za Kiyahudi, japokuwa naweza nikazifuata. Sifungwi na, naweza mkaniona ni kana kwamba mimi ni mtoa zaka mzuri tu, lakini sifungwi na sheria ambazo nyinyi mnazitumia kwenye hicho kipengele. Kwa hiyo changamoto inayowatatiza wengi sio watu wanaowazunguka. Changamoto inayowatatiza wengi ni namna ambavyo yeye mwenyewe anawachukulia hao watu wanaowazunguka. Petro alikuwa anatenda kiunafiki, ndio maana akawa anabadilishwa mara kwa mara. Lakini Paulo yeye alikuwa anatenda sawa sawa na alivyokusudia. Kwa hiyo usitumie. Kuna watu ambao Mungu watumia kwenda kuanzisha jambo. Sasa ukitaka jambo lililoanzishwa na wewe ujiunge kwenye hilo jambo lililoanzishwa tayari, kuna watu wengi sana hautowafikia, kwa sababu usitake kutaka kuendesha gari ambalo tayari limeshawashwa liko kwenye mwendo. Anza kuwasha gari mwenyewe, uanze kutengeneza mwendo unaotaka kuendesha, uendelee hivyo. Kwa hiyo tumekombolewa kwa mbegu isiyoharibika. Hivyo watu wanaotuzunguka tunatakiwa sisi ndio tuwaathiri. Paulo kwenye stories za Paulo anasema hivi, kuna mahali watu wanashtuka hata wapindua ulimwengu ameshafika mpaka huku. Maana yake nilikuwa ni kama kampeni ya kuhakikisha kweli ya Mungu inahubiriwa. Sehemu moja Paulo alikuwa anamwandikia Timotheo mwanae, akamwambia ni hata katika vifungo lazima injili ihubiriwe. Hata hivi vifungo ninavyovipitia mwanangu, lazima injili ihubiriwe. Kwa nini? Kwa sababu hata hii pia ni kazi ambayo tumefanyaje? Tumeitiwa. Kwa hiyo katika vifungo, angalia sehemu nyingi sana Petro amekaa na watu wa namna ya ajabu sana, lakini hakuharibikiwa. Watu wengi sana kwenye Biblia wamekaa na watu wa ajabu sana, lakini hawakuharibikiwa. Kwa nini sisi tuogope kuharibikiwa? Ni kwa sababu hatuamini ile nguvu tulionayo ndani yetu. Niliandika kitabu changu kimoja kinaitwa Nguvu ya Ushawishi. Ukiamini ya kwamba unaweza ukaathiri jamii inayokuzunguka, huwezi ukaikwepa hiyo jamii. Muda wako mwingi unauweka wapi? Je, unapata muda wa
wa kutengeneza moyo wako, unapata muda wa kujisomea neno la Mungu, unapata muda wa kutafakari. Muda wako mwingi unatumia kwa nani? Ukishajua hivi, ni rahisi sana kubadilisha aina ya maisha unayoishi. Na ukibadilisha aina ya maisha unayoishi, utawaathiri watu wengi sana, na kweli ya Mungu iliyoko ndani yako ni kutie moyo. Kwa wewe ambaye umepewa kitu cha kushauri watu, usiwaogope watu. Wewe ndio msaada mzuri sana kwa watu. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia na kufuatilia masomo yangu ambao Mungu amenipa kuyafundisha. Subscribe hapo chini kwenye channel yangu ya YouTube, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili upate taarifa. Lakini pia kama una swali au una ushauri, una jambo lolote unaloweza kufanya, kuna namba zangu 0769540470. Unaweza kutumia hizo kunitafuta, tukaongea na tukashauriana mambo mengi. Lakini kama unataka kuwa pamoja nasi katika kueneza na mafundisho ya kweli hii, pia unaweza pia ukanitafuta. Acha comment yako hapo na mimi nitakutafuta, na tutajifunza vitu vingi na tutafanya kazi kwa pamoja. Asante sana na umebarikiwa. Amen.